kwa Mungu asiyejulikana. Ukweli ni kwamba kabla ya Yesu Kristo kuja duniani, watu wengi tulikuwa tunamwabudu Mungu tusiyemjua. Na hata baada ya Yesu kuja duniani, kuna watu bado wanafanya ibada kwa Mungu wasiyemjua. Kwa nini? Kwa sababu bado hawajamwamini Yesu. Ninaposema Mungu asiyejulikana na wengi wanafanya ibada kwa Mungu wasiyemjua, ninamaanisha nini? Ni picha gani inajengeka kichwani mwako unaposikia kwa habari ya Mungu? Kwamba Mungu ni mkali, mkorofi, Mungu anabadilika, Mungu kuna wakati anakuwa mbaya, kuna wakati anakuwa mzuri, kuna muda anaumiza, kuna muda anaponya, kuna muda anafanya hivi. Ndicho ambacho kinajengeka kichwani mwako tunapoongea kwa habari ya Mungu. Lakini ukweli ni kwamba Mungu ni mwema wakati wote. Mungu ni pendo. Hakuna upendo. Mahali palipo na upendo, hakuna maumivu. Mahali palipo na upendo, hakuna majuto. Mahali palipo na upendo, hakuna kujeruhiana, hakuna hivyo. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya Mungu, Mungu ni mwema wakati wote. Ndani yake hakuna ubaya. Ndani yake hakuna maumivu. Ndani yake hakuna kujeruhiana. Bwana Yesu asifiwe. Na hii tunaipata wapi? Kwa kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na moja ya kazi ya Yesu kuja duniani ilikuwa ni kwa ajili ya kuja kumfunua Mungu, kumdhihirisha Mungu, ili tuweze kumjua Mungu. Na ndio maana akasema, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Unapomwamini Yesu, ndio njia mojawapo ya kumjua Mungu. Hakuna namna unaweza kumfikia Mungu pasipo kumwamini Yesu. Yaani hakuna shortcut ya kufika kwa Mungu. Hakuna shortcut ya kumjua Mungu pasipo kumwamini Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kumjua Mungu, kazi ni moja tu. Kumwamini Yesu Kristo, kuamini kazi ya msalaba, kuangalia zile kazi ambazo alizifanya Yesu. Kwa sababu Yesu alikuja kumfunua Mungu katika mwili. Ukisoma katika kile kitabu cha Yohana, sura ya 1, mstari wa 18, anasema hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Kwa hiyo tunaweza tukaona hapa, moja ya kazi ya Yesu kuja duniani ilikuwa ni kuja kumfunua Mungu, ili kutufanya watu tutoke katika kuabudu yule Mungu ambaye hatumjui, twende kumwabudu yule Mungu ambaye tunamjua, ambaye ujumla wa yote ni upendo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna namna ambavyo unaweza kumwabudu Mungu. Yaani hakuna viwango ambavyo unaweza kumwabudu Mungu pasipo kumjua. Hakuna namna ambavyo unaweza kufanya ile ibada ya kweli pasipo kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ili umjue Mungu, ni lazima umwamini Yesu Kristo. Na Biblia katika kitabu cha Ayubu anasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Kwa nini watu wengi hatuna amani? Kwa sababu bado hatujamjua Mungu ni nani kwenye maisha yetu. Bado hatujui sisi ni kina nani mbele za Mungu. Na ndio maana tunayumbishwa sana na vitu vidogo vidogo. Na ili usiweze kuyumbishwa na hivyo vitu vidogo vidogo, ili uwe na amani na mema ya kufuata, ni lazima kwanza umjue Mungu. Na hakuna shortcut ya kumjua Mungu pasipo kumwamini Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika kitabu kile cha Yohana tena, sura ya 14 mstari wa 8 na wa 9, neno la Mungu linasema, Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja na wewe. Nimekuwepo pamoja nanyi siku zote. Wewe usinijue Filipo?
Usinijue? Nimekuwa pamoja na nyinyi siku zote. Akasema aliyeniona mimi amemuona Baba. Basi wewe wasemaje utuonyeshe Baba? Kwa sababu aliyeniona mimi tayari amemuona Baba. Yaani vile alivyo Yesu ndivyo alivyo Baba. Kwa kuwa Yesu sio mkatili, Mungu naye pia sio mkatili. Kwa sababu Yesu alikuja kumfunua Baba katika mwili, ili watu tutoke kuabudu kile ambacho hatukijui, twende kumwabudu yule Mungu ambaye tunamjua. Na neno la Mungu linasema, wamwabudu Bwana yafaa sana wakimwabudu katika roho na kweli. Hakuna namna ambavyo unaweza kumwabudu Mungu katika roho na kweli pasipo kumjua. Na njia ya kumjua Mungu ni kumwamini Yesu Kristo, kuikubali na kuipokea kazi ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. You need to know God. Ni lazima umwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unataka kutembea katika ukuu wa kimungu, ni lazima umwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hakuna shortcut. Hakuna shortcut. Mungu akubariki sana. Shalom.